anaivizia ili kwamba tusifikie. Pengine kuna shule yako mbele aliivizia ili isifikie, lakini Yesu anasema kwamba sisi tulipokufa tukafufuka pamoja naye. Tulikufa pamoja naye katika ubatizo na tukafufuka pamoja naye. Hata leo neno linaishi. Alipokufa tumekufa naye, tumefufuliwa pamoja naye. Hati ya madai ya shetani alitaka tusifikie hatima, leo tunafikia kwa sababu Yesu yu hai. Hayupo kaburini, yuko hai. Hawezi kuikuta hata mifupa yake. Mwili wako kawe hai kwa jina la Yesu. Hati ya mashtaka iliondolewa. Watu walikuwa wakitudai. Shetani anasema si babu zenu walifanya 1 2 3, hamwezi kutoka hapa. Lakini Yesu anasema akazichukua, akazigongomelea wapi? Msalabani, ili sisi tuwe hai. Leo tunalinda, leo tunatembea, leo tuko huru. Leo tuko huru kwa sababu tumezikwa pamoja naye, tumefufuka pamoja naye. Uhai tulio nao, tuna nguvu za ajabu kwa jina la Yesu. Hata mimi niliokuwa dhaifu, leo ninatangaza ikawe hai kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Haleluya. Utanielewa tu, mimi naenda kumalizia. Angalia kitabu cha Mathayo sura ile 28 ule mstari wa 6 na wa 7. Mimi naenda kumaliza. Haleluya. Kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 6 na wa 7. Anasemaje mtumishi? Mathayo 28. Hayupo hapa. Sikia, amefufuka kama alivyosema. Malaika huyo akawa na wajibu wale wanafunzi. Hayupo hapa bali amefanya nini? Endelea mtumishi. Njoni mpatazame mahali alipolazwa. Ndio. Nanyi nendeni upesi mkawaambie wanafunzi wake, ndio, amefufuka katika wafu. Tazama awatangulia kwenda Galilaya. Ndio. Ndiko mtakapomwona. Haya nimekwisha waambia. Wakaondoka upesi kutoka kaburini kwa hofu na kwa furaha nyingi. Wakaenda mbio kuwapasha wanafunzi wake habari. Endelee. Inatosha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akawaambia ya kwamba hayupo tena wapi? Kaburini.